Wow. Karibu sana kwa jina la Yesu. Tunakukaribisha kwa programu hii yetu ya Nuru ya Kweli. Na ninashukuru Bwana kwa sababu ya Ambassador Kim kwa vile Mungu amemuinua kwa njia kubwa kwa sababu ya taifa letu la Kenya, na sio tu taifa letu la Kenya, kwa ulimwengu mzima. Wewe unayetutazama pale, programu hii tunaileta tu kwa sababu ukajua ukweli na ule ukweli ukakuweke huru. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya support ya jinsi umekuwa mkisupport programu zetu zile zinakuwa kwa Inoro, na kusupport wa mama wetu, wazee wetu, wale wamegojeka dementia. Tunawashukuru sana wale mnachukua pay bill, wale mnachukua namba ya Ambassador Kim, mnaweka ile support. Kwa ile njia tu Mungu anakuongoza. Tunawashukuru wote. Na mkumbuke kwamba tumebadilisha programu yetu tunaita Ukweli. Nuru ya Ukweli. Nuru ya Ukweli ni kusema kwamba hakuna ukweli mwingine utakaosikia kupitia hii channel yetu ukasikia kwingine. Na kwa hivyo bila kupoteza wakati nataka tulete Ambassador Kim na ili akaweze kutunenea kwa dakika chache tu, na ili tukaweze kuelewa ukweli, nuru ya ukweli katika jina la Yesu. Na ninajua kwamba anaponena kwa hili neno la maandiko, mimi najua kwamba utafunguka mawazo, roho yako itafunguka na utaanza kuona baba yako jinsi inavyostahili ukamuone. Na karibu sana Ambassador Kim. Nimeshukuru kwa sababu ya wema wa Mungu. Atukuzwe Yesu. Na Mungu ni mwema kwa sababu unaniambia kwamba nyakati zimebadilika sana. Ni kuonyeshana Yesu Kristo ako karibu kuchukua kanisa lake, na hakuna time. Na watu na kushukuru kwa sababu ya kuwa mahali pale. Yes. Na nimekusalimu. Amen. Sasa nashukuru kwa sababu ya kuingia mahali hapa. Yes. Na ili tukaweze kujulisha watu mawazo ya Mungu ama kusudi na mawazo ya Mungu juu yao. Yes. Maana kuna utofauti ya kusudi. Kuna tofauti wa kusudi. Maana kusudi ni plan. Is a plan. Is a purpose. Ama purpose. Purpose, yeah. Na purpose ya kanisa ni kuwa na mawazo ya Mungu. To have the mind of Christ. Kanisa hiyo ndio lengo la Mungu. Ndio lengo la Mungu. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kujua mawazo ya Mungu isipokuwa Mungu aifunue wewe mwenyewe. Kwa sababu Mungu ni mkuu sana na mawazo yake sio kama ya mwanadamu. Amen. Na kwa sababu anataka yeye kusudi lake litimie ndani ya mtu, diposa amefunua mawazo yake. Kwa hivyo tunaposema hii ni nuru ya kweli, ni kumaanisha tunakufunulia mawazo ya Mungu ambaye imefishwa lakini imefunuliwa kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Unanielewa? Na mawazo ya Mungu ni nini? Wakati aliona mtu hata akamati mawazo yake, alikubali kutupatia mawazo yake. Diposa yeye mwenyewe akakubali kutupea mawazo yake ikiwa ndani ya Kristo. Amen. Maana Kristo alimfanya ndiye kichwa ya kanisa. Naye kanisa iwe mwili wa Kristo wa Kristo wake. Yes, mwili wake sasa. Okay. Kwa hivyo ni kumaanisha anaposema ya kwamba tumepewa the mind of Christ, hasemi mawazo ile tumezoea kujua. Anataka mawazo yake. Anasema mumepewa kichwa. Okay. Kilichopewa kichwa cha kanisa. Ya kanisa. Kwa hivyo kanisa haiwezi potea ikiwa dunia. Haiwezi potea. Maana iko na mawazo, iko na kichwa. Kama vile kujua Mungu ni lazima ujifunze kujua mambo ya kikawaida. Ile tunaona na macho. Ile unafanya daily. Inaitwa daily basis. Mambo ile ya kikawaida unafanya wewe peke yako. Bila kujifunza hiyo mambo hawezi kujua Mungu. Hata yeye amejireduce ya kwamba amejihabo ya kwamba hataki umuone ukiwa mkubwa. Anataka uone mtu, uone Mungu ndani ya huyo mtu. Wow. Na diposa anakuongelesha ili usipotee. Akakuambia ili umjue ni lazima ujifunze kujua Mungu kupitia mambo ile ambaye anaona kila siku ile ameuba. Okay. Na diposa hata wakati aliongea juu ya kanisa
na akasema juu ya kichwa na mwili. Yeye alikubali wanaume waoe na wawane, ili vile Bwana anapenda mke wake, hivyo ajue vile Mungu anapenda kanisa. Kwa hivyo hauwezi potea, kwa sababu kama uko na mke vile unampenda ndivyo Kristo anapenda kanisa, kwa sababu kanisa ni mke wa Kristo. Yule ambaye ako na mke na hampendi, hakosi kupenda huyo mke kwa sababu aliamua kukosa kumpenda. Ni yule mke anataka kutokana na kichwa. Okay. Naye kichwa kinakasirika kwa sababu ya mwili, maana mke ni mwili wa husband. Sasa Mungu anakuonyesha husband sio kukwambia nakwambia uwe na mke mmoja. Anajaribu kukuonyesha kanisa ni nini ili uelewe vile unasikiaga vibaya ukikosewa na mke wako. Hivyo ndivyo anasikia vibaya wakati unakosea kanisa wake ama mwili wake. The same. Hiyo uchungu. Na hiyo uchungu ukikataa kubadilika, hiyo uchungu ndio utasikia, maana unaisikia ndani ya mwili lakini iko ndani ya roho. Na ndiposa imeandikwa katika Warumi 1 mstari wa 18. Tusome. Tutaisoma. Warumi 18 mstari wacha tusome na hiyo. Warumi 18 sikusema hivyo. Nimesema Warumi wa kwanza, Romans 1 18. Inasema kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote wa uovu wa wanadamu waipigao kweli kwa uovu. Sikiza. Mungu amekuambia vile anafanya. Wakati kanisa ama watu wameokoa na ameonyesha neema yake, vile anasikia hiyo moto ya kusikia nasikia vibaya, inakuwa ghadhabu. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa. Na anakuambia hiyo ghadhabu hajaifisha. Kwa sababu vile unasikiaga vibaya ukifanywa vibaya na mke, ama vile mke anasikiaga vibaya akifanywa vibaya na mume, hivyo ndivyo Kristo anasikiaga vibaya. Hiyo ghadhabu unasikiaga kama utakoga huyo mwanaume uwe the same ili ujue Mungu. Mstari wa 19. Hapana, usiende mstari. Ukienda hivyo utasika. Unasikia? Hii ghadhabu. Kwanza ujue Mungu hasemi amekasirika. Ni ghadhabu. Maana kuna utofauti wa kukasirika na utofauti wa kusikia vibaya. Hii ni kusikia amesikia vibaya. Sasa hii amesikia vibaya, amekorogwa na mwanadamu. Na kukorogwa hii kumefanya aonyeshane ghadhabu zake, kwa sababu wanaopinga ukweli. Na anaonyeshana kwa sababu Mungu anataka kila mtu amjue. Lakini akakufa na akafuka na akashinda shetani. Na akaambia wale alituma na mjihadhari wanadamu. Maana wanadamu ndio wako na uwezo wa kupiga nini? Kupiga kweli. Na wanapiga kweli na wakitumia kitu kinaitwa uovu. Na hiyo uovu Mungu haitaki ndani ya mtu, maana inampiga ukweli. Sasa Mungu akiona hiyo uovu iko ndani ya mtu, na Mungu anataka awe na ukweli, anaanza kuwa na ile ghadhabu. Anaweka hiyo ghadhabu. Ndipo Kiingereza inasema nikikusomea. Hallelujah. Amen. Sasa unaelewa Mungu ghadhabu. Inasema for the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness. Hii ghadhabu haijaonyeshanwa kwa sababu ya shetani, maana alimalizia shetani. Inaonyesha kwa ajili ya mwanadamu kwa sababu ya hajui Mungu vile anapaswa kujuliwa. Anataka asikie uchungu. Sasa ndio amwelewe basi. Na huyo uchungu Mungu anasikia, ndio huyo mtu anafanya Mungu asikie hivyo. Hiyo ghadhabu ndio mtu ataisikia, ndio itakuwa jehanamu. Hakuna moto wa milele ati kuna ghadhabu. Hii ghadhabu itakuwa kali sana. Hivyo the lake of fire. Yasikia uchungu kwako kwa ya Mungu. Unaona Mungu anasikia uchungu. Unafanya Mungu asikie uchungu. Hiyo uchungu inatani na kuwa ghadhabu. Inakuwa ghadhabu. It turns to be wrath. That wrath
hafanyi mtu vibaya nayo. Maana hata kama hiyo radhi itaenda na wale walifanya vibaya akasikia vibaya hivyo. Maana yule alikuwa anafanya Mungu asikie vibaya ni shetani, maana alikuwa ameshukua kile Mungu alikuwa ameumba na ashamshida, akakuja akamshughulikia akavua mtu. Kwa hivyo hakuna mtu anapaswa kupotea Mungu akiwa anafanya hivyo. Sasa mtu kupotea anafanya mtu asikie ghadhabu. Na ile ghadhabu Mungu alisikia kwa sababu alisema vile umeshafanya shetani, sitakusamea. Hatuwezi kukaa na wewe. Nitakutupa moto wa jehanamu. Hiyo moto sasa inaonekana ndani ya watu kwa sababu watu hawataki kujua Mungu. Hiyo moto wakati umeshapigia girlfriend mke. Ndiposa katika Efeso 5 mstari wa 30 vile ameongea hapo, sio nyinyi mnaongeleshwa ati vile mtakaa na wake wenu. Unaambiwa kwa sababu hakuna mtu anaweza kukufundisha vile unaweza kukaa na mke ambaye unapenda. Vile unamwambia nipikie chai anakataa kusikia ama kukusikia. Hakutii, hanitii. Na kama hakutii anaweza kujifunza na baba wetu Abrahamu. Ndiposa baba wetu Abrahamu alizaa imani na akawa na jamii ambayo mnafundishwa naye. Maana inasema hivi, nanyi wanawake muwaheshimu, sio kuwapenda. Mwanamke hana upendo aje kimungu. Mwanamke hawezi kupenda, hajaumbwa hivyo. Roho yake ina mwanaume ndio ameumbwa na upendo, apende mwanamke, naye mwanamke atii mwanaume kwa kumpenda. Na wale wanaume wanataka apende. Mwanamke akikosa kutii mwanaume, yani mwanamke akikosa kutii mwanamume, anafanya mwanaume asimpende, anaondoa upendo. Hiyo kuondoa kunafanya vile ungefanyia wewe mwanamke unapenda unakataa kufanya. Vile ndio inafanyika na Mungu. Anasikia uchungu kwa ajili ya kanisa lake. Basi ukisikiza Mungu uchungu kwa sababu hutaki kusikia kweli, nacho kile angekupea aoneshe wewe ni wake na amekununua, unafanya asikie ghadhabu. Na hii ghadhabu anaiweka kwa sababu ya siku ya kiyama. Na hii ghadhabu si ya shetani, moto wa jehanamu. Si ya shetani. Ile inawekwa kwa sababu ya shetani tayari iko. Sasa hii ya shetani na ya watu ikishanganywa itakuwa dereko fire. Na hii ya Mungu si ati ya ubaya, anataka umwelewe. Anakufuatia hivyo usipotee kwa sababu kule hiyo radhi ataitupa. Ukienda hiyo radhi utaishi kulia milele. Haya nikuulize. Nikuonyesha Mungu. Maana tunasoma usiweke Biblia chini. Kwa nini unaweka Biblia chini na ndio ninakufundisha? Nimesikia unanifundisha sasa. Ninakufundisha hiyo Biblia. Usipaswe kuiweka chini. Ndipo anasema hii maneno isitoke kwa moyo wako na isitoke kwa macho yako. Kwa sababu kuielewa ni lazima uiangalie hivi. Vile anasema alafu uiweke kwa moyo. Sasa hii maneno ni Mungu ananenea kanisa aliyeambia ataitumia Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ndiye anakuwa na mawazo ya Mungu. Sasa anajua vile Mungu anapanga, anakuonyesha usiende hiyo njia. God have a good plan for you. Aliplan na akamaliza. Alipo plan na akamaliza, sasa akakuonyesha mpango wake, ufuate. Na anakuambia katika mpango the plan ishaisha. Ndipo anakuletea aliplan na akaisha na ikaisha na akajenga kile alikuwa anataka na akamaliza. Sasa akaleta Roho Mtakatifu akuonyesha vile yeye amefanya ili usiwe usipotee. Na Roho Mtakatifu wakati alikuja, alikuja na kile unapaswa kujua. Ili ujue wewe Mungu anakaa ndani yako na anataka hiyo. Na unajua, nikwambie, Roho Mtakatifu alipokuja, anakuaga na unasikiaga wahubiri wakisema ati kuna price mtu analipa. Gharama. Ati kwa wokovu ni lazima kuna gharama. Sio kwa wokovu, ni kwa roho. Kuna gharama ya kumjua na imeandikwa ili ujue. Sisi gharama hii ati tunalipa kwa sababu ya wokovu. Sio hii pesa mnapeleka kwa madhabahu, hiyo ati ni gharama unalipa, hiyo ni wizi. Hiyo ni ukora, hiyo ni kusikamiwa. Ati kwenda miguu, kuna wakati tulikuwa tunaenda Injili. Ni vizuri kwenda miguu kwa sababu ya Yesu hakukuwa na gari. Ati tutapimiwa kilomita. Na machozi ni gharama. Machozi sio gharama. Unapaswa kulia ukijua mambo kama haya. Na unalia kwa sababu Mungu amekufunulia ukweli. Sio machozi ya ubaya. Amekufunulia ukweli usipotee.
Sasa nikuonyesha gharama ni gani? Gharama. Unaona hata wewe hujui? Sijui sana najua. Imeandikwa tu katika hiyo Roma. Twende katika Roma 12. Nikuonyesha gharama ile Roho Mtakatifu anaitisha. Ataitisha gharama kadogo. Na anakaitisha ili ujirejeste kwake akuongoze. Romans 12 mstari gani? Mstari ya kwanza. Inasema basi ndugu zangu, mnaitwa ndugu kwa nini? Kwa sababu mmekuwa mmoja. Sasa mnanenewa kama mnasikia Kristo, maana mawazo yake iko ndani yenu. Na yeye Roho ambaye anaweza kumuonyesha Mungu na mnamuonyesha nyinyi nani ako ndani yenu. Sasa anasema basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu. Kwa sababu Mungu ako na huruma, msipotee. Nataka kutumia hizo huruma. Ni wasihi. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Bas, kuna kagarama kanatakikana hapa, na hako kagarama ni namusihi na huruma zake Mungu. Ili muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hiyo miili yenu muitoe ikiwa dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Haleluya. Hiyo ndio gharama na ndio ibada ile Mungu anakupokea. Hakuna ingine. Sio ile ibada unaenda Sunday ama Pasaka. Kuna vitu mbili hapa anaongea. Itoeni miili yenu. Basi kutoa mwili. Basi ndio hiyo hamuja. Sasa ni lazima ukae na Roho Mtakatifu akuonyesha kutoa mwili. Kwa sababu hakuna mshure duniani. Hakuna mwalimu duniani. Hakuna theology duniani. Hakuna na hakutakuwa ambaye atakuonyesha mule vile mtu anatoa mwili wake kama dhabihu iliyo hai. Sikia, na wasi kwa huruma zake Mungu. Bas, na hiyo kitu mnaambiwa kuna huruma za Mungu zimepewanwa. Kwa wale watasikia wanaweza kufuatoa miili yao. Sasa tuonyeshe basi hapa kutoa miili ni nini? Ni kitu rahisi sana. Si tushapokea Yesu Kristo. Lakini anakaa kwa hiyo miili. Sasa anataka tuwe aje? Sasa anataka mwili wako wewe umpende Mungu wako na moyo wako wote na roho yako yote na nafsi yako yote. Hivyo ndivyo alikuwa anataka kuambia kina Moses. Na bila kupenda kitu kingine, ujue yeye ndiye Mungu ndani yako. Sasa kutoa mwili ni kuwakosha kufanya ile mambo mwili unataka. Unautoa utumikie roho, maana roho hana mwili wa kutumika hapa. Lakini wewe alikununua aingie ndani yako aweze kutumika hapa kunenea kanisa lake na watu wake wao unatuona. Hii mwili roho anataka kuitumia. Yes. Hana kitu anaweza tumia. Na mwili uko na mambo yake mazuri sana inataka. Na haitaki kupeana. Sasa unaambiwa sasa tufanyane favor hapa na huruma za Mungu. Mimi nimekusaidia. Unipee mwili. Mimi nimekusaidia. Unipee mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Isisikie kitu kingine, maana hii mwili yote tunaona kuna mambo inataka. Ndio iko na usharati. Usharati hauna na shetani. Ni mwili. Iko kwa mwili. Ndio iko na makasiriko. Ndio iko na wivu. Ni kuonyesha kile kuoga kwa mwili. Hebu tuende ya Galatia. Na ujue hii ni Kiswahili unanifundisha. Wacha tufike Galatia 5. Ni kuonyesha mwili. Kwa nini unaambia utoe mwili? Galatia. Na unajua hiyo kitu unaambia na roho. Ndipo Yesu pale kwanza sasa unaweza kuelewa Galatia 5 mstari wa 19. Ukifunguaga. Sasa unaweza kuelewa kwa nini Yesu alikuwa anasema pale. Kuna maneno Yesu alikuwa anasema watu hawakuelewa. Sasa tunaelewa kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Na nikuulize, mwili iko na tamaa zake. Hata bila kufikiria kuna kitu inapitaka kwa je unaona hii. Bas. Sasa utapeana aje na bas ndio nataka kukuonyesha you can live another life killing your body, maana nguvu ya kufanya mwili upoe haina Mungu, iko na wewe. Nataka kuniambia hawa wasichana wote tunaona twende tuangalie hapo tuone kile kwa nini unasihiwa. Nipata pale Roma 12 iko na kusihiwa ili toa mwili yako. Hebu sikia utoe kama dhabihu ndio kagarama hako. Haya. Haka ndio watu wanashindwa na kutoa watumie na Mungu. Kagarama. Hebu tusome. Abasi ndio uonagi gari mzuri wewe. Hebu tusome. Inasema 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Sikiza sasa. Usherati, sikiza. Kwanza umeambia vizuri, umeambia matendo ya shetani. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Na ndio haya. Basi hiyo unaambia ndio haya. Sio matendo ya shetani, sio matendo ya dhambi. Maana alishughulikia shetani na akashughulikia dhambi. Mwili wako ndio hakushughulikia. Wewe ndio unapaswa kushughulikia mwili akutumia siko hujiria regi. Usherati, uchafu, ziko wapi? Ziko na shetani. Ufisadi. Sasa hujashika kile na kuuliza. Hauko hapa. Iko kwa mwili. Hapana.
Diposa sasa nakwambia kagarama. Maana ndani ya mwili hii tunaona hata uokoke iko na usherati. Na swali langu ni hata sijakataa. Ni kweli tulipe hii gharama. Lakini hii desire utai-overcome aje? Asante. How? Vizuri sana. Diposa ameprovide Roho Mtakatifu. Na unashindwa na kuiovercome because haujamuamini. Ni kusema unasemaga umemwamini. Maana ukiwa umemwamini anasemaga with him all things are possible. Swali lingine nitakuuliza basi na hii nakuuliza kwa makini sana. Hizi ni tamaa za mwili. Ziko ndani ya mwili. Hata uwe bishop, uwe theocrat, sasa uwe deacon. Nikuulize. Ushaona, tuseme nimeona mama ama nimeona kitu. Wacha nipeana na mshana. Nimeona mshana. Hata unaweza kutuambia kile unapenda kicha mwili. Nimemtamani. Hata viungo zangu za mwili zimeanza kureact. Ni kweli? Na mimi bado nimeokoka na nishatoa hii mwili dhabi. Mungu ananihesabia makosa. Thank you. Because sana. Unasikiaga umejinajisi. Kabla usabiwe na makosa na Mungu, unahesabiwa makosa na roho. Diposa roho Mungu alisema hii mambo yote nitaandika kwa mioyo yenu. Kabla uhesabiwe na Mungu, abiwe sasa hesabia wahome makosa. Yule roho uliwashiwa ndio anakuhesabiaga. Na akikuhesabu unajuaga hapo utakagi pasa. Tuseme hiyo mwili imekuonyesha mshana na umeenda umelala naye. Tuseme kimefanyika. Tuseme imefanyika. Ili hawa watu waelewe. Unapomaliza kufanya hiyo kitendo, immediately kwa sababu ya upendo wa roho, unasikiaga umefanya vibaya. Hakukuwa na mhubiri, hakukuwa na pasta, ulikuwa peke yako na ulikuwa na msichana na mvefanya. Ndani ya moyo wako immediately unasikia kuhukumika. Unasikia hukumu. Kwa sababu umeondoka kwa vile Mungu anataka mwili huo ukae. Umeupeleka kwa kitu kingine. Hiyo hukumu inakuambia you have departed from the kingdom of God. Kwa sababu kile kinaondokaga ukifanya hivyo ni peace, joy, hauna amani tena, hauna furaha tena, na hauna utakatifu tena. Maana hausemi vile Mungu anasema. Maana to be righteous ni kuongea vile Mungu anaongea. Mungu akisema wewe ni mwenye haki, umehesabiwa mwenye haki, unasema hivyo hata kama unasikia kulala na wasichana. Sasa hasemi usisikie, anajua unasikia. Sasa kutoa mwili wako kama dhabihu ni useme ninasikia hivyo, lakini imekupatia mwili wewe roho ucontrol. Kwa nini? Ukisoma pale chini katika hiyo Galatia inasema mazao ya roho. Na inasema mazao ya roho ni raha, furaha, uvumilivu. Inateremka inasema hivi. Na kitu inasema lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, uaminifu, 22 upole, kiasi. Juu ya mambo ya kama hayo hakuna sheria. Maundu macio mothe gutire watho. Mau gika gutire watho igeirwo. Tamadhomerege. Wewe ukivumilia hakuna sheria. Unasikia? Naona hatiri hakuna sheria ya yako kuvumilia. Tamadhomerege. Hebu soma tena kwa shida. Ukivumilia kwa unavumilia sio kwa sababu yako, kwa sababu ya yule yako ndani yako. Maana ulimpatia mwili. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, uaminifu. Tuendelee kuaterere. Sema upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo. Umesikia umeambia kiasi? Kiasi ni self control. Kwa hiyo hata ukitazama hata ya mwili kuna kitu kingine mwili Roho Mtakatifu ameprovide hapa. Kuna menu ya mwili pale na kuna menu ya roho hapa. Unaambiwa usikule ile itafanya tukosane. Kuja hapa ukule kiasi, ukule self control. Ukiwa umekula hii, utaona msichana ni mrembo, lakini utajikontrol, utaenda kulala na yeye. Mstari wa 25 nasema na hao walio na Kristo Yesu wameusurubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Kwa hivyo kazi yetu tumeokoka ni kupeana mwili. Hapa ni ile unaweza toa kwa roho, ihesabike bikuni, duniani, utumike na Mungu. Na jia Mungu hajaitumia mtu mwingine, au pari ni kumpatia mwili.
tukiishi kwa roho na kutenda kwa roho. Bas. Mutishi, we walk in the spirit and live in the spirit. Because our life, since we got saved, it is no longer in the blood. Sasa shida hawa watu nikimalizia, shida ile kubwa, wanatafutaga Mungu katika mambo ya kimwili. Uhai wao katika mambo ya kimwili, lakini haiko huko. Ndiposa unasikia wengi wanaomba ati niombee nipate mume. Mume kulingana na roho sio yemu yake. Hata hasio maombi unapaswa ujue hauolewi kwa sababu ya roho. Biblia inasema yule ambaye anataka kuolewa, marriage is not spiritual. It is not spiritual. Inasema ya kwamba mimi ni kama nimeulizwa kama Paul. Ningesema mtu akae hivyo bila. Lakini yule ameolewa. Na sasa hebu nikuambie kwa sababu vile kukuambia neno huwezi kuelewa kile naongea. Ili sasa ulize. Yes. Sikia. Wale nao wameoa. Wamefanya nini? Wameoa. Wakae kama hawajaolewa. Kwa sababu mmefanyiwa falio moja. Kwa nini? Wale wameoa na wale hawajaolewa wakae kama wameoa. Na wale wameoa wakae kama hawajaolewa. Wale wameoa wakae kama hawajaoa. Wale hawajaolewa wakae kama wameoa. Kwa nini mmeenda tu elfu moja nyote kondoo za Mungu zimewekwa katika kikapu moja? Umeambia msifikirie kama umeoa, na kama umeoa usifikirie kama umeoa, kwa sababu elimu yake ni nyote mtukuze yeye kupitia mili yenu. Sasa sikia. Na anasema hapo chini. Maana yule anataka kuoa anaolewa kwa sababu ya tamaa zake za mwili, maana zinamuwaka, sio kwa Mungu. Kwa hivyo kama unawako na mwili, wewe tafuta mke wako na bwana yako. There's a will of God in the marriage. Kuna mke hasa wako. Mungu ya will of God in the marriage. Labda Mungu sio mwili. Mungu ni roho. Will ya Mungu ya marriage labda uione na kanisa. Maana kanisa ndio will yake. Ndiposa amepatiana husband and wife hapa dunia. Unajua hii ni swali tizike ambassador anakuuliza. Unajua kwa nini nakuuliza? Mungu ya kuoa. Unajua kwa nini? Kuna watu tulipoingia dini, tulireganywa kuna washana ustahili uoe. Ni kweli? Ulikuwa kwa dini. Na wewe sasa unasema mtu ambaye ako na tamaa, wewe ndio uoe. Aende kuseek the will of God, you are no, you don't need. How? Kwa sababu kile kinaenda kuoa sio Mungu, ni mwili wako. Sasa kumaanisha kuwa ni kitu utaona kwa macho kile kitakupendeza. Unajua mwili hiyo ndio unasema unamaanisha. Unajua hiyo mwili imeumbwa kama ya ng'ombe. Wakati ng'ombe iko na tamaa za kutaka mbegu inawakaga. Sasa mwili wako umeprogramiwa, kuna mshana unaweza ona upende na mwili wako uwakage kwa sababu yake. Oa yeye. Utulize hizo tamaa. Hiyo ndio swali kwa nataka ujibu ya kwamba hakuna roho ati ya kwenda kuomba Mungu, roho hawakagi. Ni mwili wako inawaka brother. Ndiposa anasema wewe kama unawako na mwili, oa. Kwa sababu mwili wako unakuonyesha ni wangali. Hiyo ndio injili. Hiyo ndio kweli. Mungu ambariki. Hata sitaomba. Hata sitaomba. Mungu anataka mumjue na hiyo injili rahisi. Ili muwe akili zenu ziinuke. Kwa hivyo mambo na marriage hakuna mambo ati hata kama utaenda fasting. Mambo na marriage ni spiritual. Maana marriage ya Mungu imeanzia bali amekufundisha juu ya Abraham vile alikaa na mke wake ili muone kanisa vile litakaa na Kristo. Na Abraham mke wake alinyenyekea kwake hata akamuita my lord. Vile kanisa sisi tunapaswa kunyenyekea kwa Kristo aliyekishwa tumuite my lord. Bila kusikia kitu kingine iliyo dunia na vile shetani anaongea. Marriage ile ulionyeshwa na Abraham sio ya kwako nyumbani, ni ile unapaswa uone Mungu vile anapaswa kanisa lake liwe. Kwa sababu ukiangalia ya nyumbani utaenda marriage counseling, utaanzia marriage counseling na hakunaga kitu kama hiyo. Hakuna marriage counseling. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo iko chini sana hata haijulikani na Mungu, kwa sababu marriage counseling nzuri ni kujua umeolewa ili uonyeshane Kristo. Hiyo ndio level yako na stability. Na hii kitu tutaongea ninaona kama uelewi hata wewe marriage. Hata wewe umeoa na haujajua hii mambo. Unajua sasa tulianza na will of God kuleta imani. Hata bibi sasa bibi ya Mungu anasema wacha nikuulize swali. Mimi tukioa na ni vizuri tuongee tu kweli. Kuna wakati ungepeleka mshana kwa pastor. Pastor anakuambia huyu si wa na wewe ushampenda. Sasa huyo pastor
Unajua sasa hii ni dini anaweza kuwa sio mkora, lakini alishindwa na Mungu. Hakujifunza, hakukubali kujiwashiria kwa roho, ajue Mungu. Maana Mungu hawezi kumjua na mwili, anajulikana na roho, maana Mungu ni roho. Ndiposa amemwapatia roho ili mjue Mungu. Hivyo mnafanya mwili ndivyo kwa Mungu kuko. Lakini ya Mungu ni tamu sana. Marriage yake. Oh my God. Kwa hivyo kuna watu wamepoteza kwa ajili ya ujinga wake wao. Walipenda na wangekuwa na ficha mzuri kabisa, kwa sababu waliingia kwa watu wabaya, hawajafundisha Mungu. Mimi ukikuja kwangu niambie unataka kuoa ule, nitakuuliza kisha uko na feeling na yeye. Kama uko na feeling, oa haraka. Hata upazi kutafuta neti. Maana huyo utaishi na yeye. Maana mwili wako umemkubali. Hata ukienda kwa mwingine utasikia unamkosea. Ndiposa watu wengi wanaenda kwa wengine, maana walioa the wrong people. Na naweza nikuambia jambo la mwisho. Kama huoni Mungu ndani ya mke wako, huyo sio mke. Aiwe basi dawacha. Ni kweli. Hata kama huoni Mungu ndani ya bwana yako. Ni kweli. Hata kama huoni Mungu ndani ya bwana yako. Kwa hivyo mimi ningeoa kitambo sana. Wakati Mungu alinigeresha, wakati hiyo feeling ilinishika. Dini haionyesha ni Mungu. Kweli dini shetani. Dini sio ya Mungu. Dini na shetani ni kitu moja. Ndiposa unasikia ghadhabu ya Mungu imeinuka. Kwa wale watu wanafanya watu wasijue ukweli ni dini. Maana watu walifuata dini kuliko kufuata roho tulioashiwa. Sasa usiombe leo. Oh, Father, we give you praise. Hallelujah. We. Na hili neno nalo ni kali. Amen. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neema yako. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako. Watakao tazama huu ujumbe Bwana, mawazo yao yatakuelekewe Mungu. Umetufunza mengi leo kuhusu ghadhabu yako. Na hii ghadhabu inakuja kwa ajili tu tukujue na tujue baba yetu na tukujue jinsi unatakavyo na maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya Ambassador Kim Kim. Thank you for the ministry ambao umeweka katika maisha yake. Inapopanuka katika nchi yetu ya Kenya na hata mataifa Bwana, tunaomba Bwana neema yako ikawe nyingi. Ile kusudi na mapenzi yako katika hii huduma, wacha ikatekeze katika jina la Yesu. Na mambo makubwa ikafanyike kwa hii huduma, waliofungwa macho, walio wagonjwa, waliopenda Mungu lakini wakakosa njia, Bwana wakarudi katika njia zako. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Bwana kubariki. Continue to follow us in our Facebook and YouTube ili upate kujua mengi kuhusu Mungu wako. Amen. God bless you. Hallelujah. Hallelujah.